The family of 80-year-old Maxwell, who was slain on Friday, May 23rd, is seeking justice for their son, who was brutally murdered by a man allegedly working for their neighbor's home. At the same time, they are seeking justice for their injured 4-year-old son, Brighton, who was injured by the same person. Siku ya Ijumaa tulipatwa na mkasa mahali ambapo watoto wetu walikatakatwa. Maxwell Dumi aliamka vizuri na akaenda shule vizuri, mahali huwa anasomea pale Miruge Karaoke, na akatokea shule akiwa mzima wa salama salimini juu tulionana na yeye mimi mwenyewe. Maxwell's guardian Teresia Mudhoni tells Mtawangu she last saw him on Friday around 1 p.m. after she asked him to go and change his school uniform so he could pick up the other children, as it is a norm for him. Wakati niliona Maxwell amekaa, mimi mwenyewe nilijipeleka shule na kuchukua watoto. Kufika pale shuleni nikaambiwa Brighton yeye hakuingia shule, so nilikuja na mtoto mmoja wangu ambaye anaitwa Mureithi. Nilipokuja nikafika kwa nyumba na nikakaa. Mwendo wa saa 12 nikasikia kuna watoto wamekatakatwa. Na mimi sikutikiria maanani juu sikudhani ni watoto wenye najua ama watoto wetu. Juu hata mwenye aliniambia watoto wenye wamekatakatwa katika eneo la kichinjio huko juu. Na mimi nikakaa, ndio muda kidogo kama dakika 20 hivi pako mama alinikuta. Akaniambia umesikia yenye nimesikia? Nikamwambia ndio nimesikia. Akaniambia watoto wenye wamekatakatwa nimesikia wamekatakatwa kichinjio. Akaniambia hapana, watoto wenye wamekatakatwa ni watoto wenyu. Na ndipo nilichukua jukumu la kuja paka Pandei na nikakuta hivyo venye ameniambia ndivyo imeendelea. CCTV footage obtained by Mtawangu shows Maxwell on bloody clothes struggling to make his way to a nearby shop as he sought for help before collapsing. Mtoto alichinjiwa katika hili boma liko hapa next kwetu. Wote wawili. Na mtoto ndivyo aliweza kupata, alijikokota akatoka kwa barabara akiwa anajikokota. Akaenda akaanguka hapa mbele. Akashindiwa nguvu hapa mbele akiwa ametoka kwa boma. Ndio. Ili ashukiwe ni yeye amefanya hiyo mauaji. Wakati alichinja watoto aliweza kutoka na huyo mtoto anaitwa Kate, na alikutwa na yeye mahali panaitwa Pakawa akiwa katika hali ya ile ya kutaka kumnajisi. Ni mama moja alimuona pale. Alipomuona huyu mtu alirukishia mtoto kwa dirisha, ni jengo alikuwa limemalizwa kujengwa, so alipitishia mtoto kwa dirisha. Yeye naye pia akaruka kwa ile jengo. Ule mama wakati alikaribia pale kutaka kujua nini huyu mtu anataka kufanya, alikuta ule mwanaume ashatoa huyu mtoto mdogo manguo zake za chini na yeye already ashateremsha nguo yake. Na wakati aliona huyu mama alimtorea kisu iliyokuwa imejaa damu. Ndivyo ule mama alipiga ramsa na watu wakakuja wakashika huyo mshukiwa. Maxwell alikuwa na jeraha ya kisu kutoka sikio la kushoto kwenda ya kulia na ilikuwa deep. Brighton naye amechinjwa hapa katika koo na kwa mabega yake akona marks zenye alikuwa anasema ni huyu mtu alimfanyia hivyo. Walikimbishwa pale hospitali ya PGH, mahali ambapo walienda kama wameshughulikiwa. Madaktari waliwakimbiza theater wakajaribu kuwezavyo, lakini Max alishindiwa na nguvu na akatuacha. Brighton ni alibaki pale katika hospitali mahali ambapo anang'ang'ana na hali yake ya afya, mara ako ICU. The family says his dream of serving as a pastor was cut short and all they want is justice for their 2 sons. Huyo mtoto apate haki yake. Juu ni mtoto mdogo, mtoto wa miaka 8. Hakuwa amekosea mtu. Hakuwa na lawama na mtu. Haki yake ipatikane. Ndio. Maxwell ndoto zake alikuwa kuwa pastor, a bishop. Juu alikuwa anaambia paka mchungaji Getonga, ninataka kuwa kama wewe, niwe pastor.